Mimi utakavyoniita kwamba mimi yani barakaze, sio barakaze, tutakaze tu olozayo mahera na ubukala kwacu nukumugwira umuntu kuri sasa uko subukala. Nitoe mfano kwa huyu dogo samani, naomba nikusumbue tu inuke tu. Huyu dogo ni ndugu yetu, ni mwanachama wetu hai kabisa, hata kukutana na lolote kuanzia sasa hivi chama kinatakiwa kiusike naye kwa 100%. Lakini hapo nyuma alipata changamoto ya kufiwa na dada yake. Bwana niwaambie namna ambavyo mimi nilivyo, ili kila mtu akawa akijua Julius Sauni Kibamba ni mtu wa aina gani. Mimi nikiwa naongea wanasema na sauti kubwa, lakini mimi ni mdogo sana. Lakini mimi ni mtu ambaye napenda kunyoka. Yaani wasiko tayari kupindishwa na mtu wa aina yoyote kwa cheo chake chochote, pale tu ambapo naamini niko haki kwenye kile ninachokisimamia. Siwezi. Udogo akanipigia simu, yuko kwenye zoni yangu. Yeye Mwandaruze Chambu. Ni nani unaitwa? Mimi nakuja tu kwenye mkeka. Uko active, kuwa active maana yake unashiriki kikamilifu kwenye misiba ya wenzio. Nikakuta msiba wa mwanzo wa kwanza wa mdogo wake na Azizi, simama kidogo. Naomba niwatoe kwa mfano tu. Mdogo wake na huyu alifiwa na mama mtu wake. Ndio msiba wa kwanza wa Basanza family kukutana. Hapo katiba haijatungwa. Kwa hiyo kukaa na busara za uongozi. Kwa sababu tatizo limetokea, tuko kwenye kikao kama hivi tena pale nje. Cha kwanza kabisa. Na tushakubaliana kwamba ni kusaidiana kwenye vifo. Kapata simu ya msiba. Kwani nini maana ya Basanza wetu? Tunaanza na yeye hapo. Si tuemeye. Kwa tukaanza naye pale pale. Tukasimamia zoezi likakamilika. Na utaratibu ni ule ambao nyinyi mmetuagiza. Hakuna njia nyingine. Toa hela, hauna hela wewe hata ufe wewe hatuji. Makubaliano ya tarehe 5, mwanachama wa Basanza yeyote akifiwa na mama yake, baba yake, yeye mwenyewe, mke, watoto, kama hayupo kwenye chama, tushakubaliana hamna kwenda kwake. Si ndivyo jamani? Ndio. Sio sisi ndio tunasema. Maneno magumu kuyaongea, lakini huo ndio ukweli. Na kama hatuwezi kuwa tayari kutembea njia moja, tuachane na hiyo Basanza family, kwa sababu tunakuwa tunajidanganya wenyewe. Na kwa nini tuwe tayari kuacha mambo yetu kuja kujidanganya? Tukaanza na yeye. Kwa hiyo manake nini? Ni udogo alikuwepo, alihusika, alichanga. Cha pili cha ndugu yetu Zuberi Magohe hakutoa, anadaiwa 10,000. Nilipomuona kwenye mkeka anadai, nikamwambia ndugu yangu, sina njia yoyote, nimetutuma nini kusimamia katiba. Sasa mimi nikiwa kiongozi wa kuanza tena kuvunja katiba, hivi nitakuwa na sifa kuwa kiongozi? Sasa nicho mshauri, nikamwambia cha kwanza pole, lakini cha pili wewe angalau unavyoweza kuchekecha wewe nenda. Na ukirudi lipa deni tukutambue. Nilishia tu hapo. Ni maneno magumu kwa sababu sisi wote ni kitovu kimoja, lakini lazima twende kwa kuambiana ukweli. Ili kama tutakuwa watu 20 ambao tuko active, tunatambua nini maana ya Basanza. Tunatembea kwa sababu hakuna kitu kibaya kuwa na gepu la watu 300 ambao likitokea mtu anazima simu anakuwa busy. Mtu anasema mimi na matatizo. Kwa maana nawapa mfano, mimi nimekuwa tayari kuacha mambo yangu. Hasara nilizozikuta mimi ndo nazijua. Na huo ndo ukweli na Mungu ananiona. Lakini sasa je, kama wote tutasema tuko busy, hii ni Basanza au tunadanganyana? Lazima tuwe tayari kwamba inapokutokea ndugu zako wanapoamua kukuangukia, kuna namna unapata faraja. Naongea uongo jamani? Kwa hiyo mimi ninachokishauri kwa watu wa zoni yangu, usije ukapoteza muda wako kushindwa kushiriki kikamilifu eti ukategemea utanipanga. Na mimi mambo ya ubabaishaji simo. Yaani utapewa kile unachostahili kupewa. Kama unastahili pole ya mdomo ndio utakao kukutana nayo. Mwisho tunataka, lengo letu ni kuitengeneza Basanza yenye nguvu, ili mwana Basanza sio anakutana na maumivu ya 15. Lakini ili tufike huko lazima tuwe tayari kufanyaje? Kujitokeza. Hata kama una dharura, lakini ukitoa pesa kidogo unakuwa umefika 90%, umefika, umeshiriki. Kwa sababu sio kwamba watu wote watakuwa wanahusika kwenye misiba. Kuna dharura za kibinadamu. Si mnanielewa? Nilikuwa najaribu kutoa mifano ambayo ni migumu sana, lakini ndio ukweli. Hata kwenye haya mambo ya kuchangia, wako watu ambao ni waongo,
na wanajaribu kuleta utoto. Kwa mfano